ine uria utari ni ndaroga mahaha jitagwo Kega wa Njuguna na ni nguria ugeithio ucio muriganitie mwire ni ageithio ni Kega wa Njuguna na Kega wa Njuguna ni mumbunge wa Kandara na ni muhonoku mwire ni muhonoku na atungataga na kanitha wa one term na kanitha wa one term ithu tutigaga gutwara matuine wira witu ni omwe tu ni gukuinukiria Kasongo akahuruka kuria Sugoi mede na mede. Your Excellency, thank you so much. Kenyans, we are behind you. We want you to continue putting this government on its toes. We know, Your Excellency, when we see a government that is giving the French government 7 billion Kenyan shillings for doing nothing, at the same time, the same government cannot even give enough capitation to our students. The same government is letting its citizens die in hospitals because it cannot fund SHA. We know that government has lost the moral authority to govern. Nikio twe thutha waku, Your Excellency, na kuria Murang'a tugite ni one term, Kieni na guku Nyeri muraigani atia? Jokerie wega jigue Kieni na Nyeri twiha one term. Tuinukia Kasongo. Thank you so much again to the family. May God bless you and may God be with you. Thank you so much. Asante sana. Tuko na mbunge kutoka huko Western anaitwa Majimbo Kalasinga. Tumpigie makofi, ametoka mbali. Asante sana na atatuambia jambo moja mbili. Asante mheshimiwa. La speaker ule uko kule bungeni. Asante mheshimiwa. Familia ya rafiki yangu Kanini, watu wote ambao tuko hapa kanisa, Your Excellency and my good former speaker, na wasalimu amjambo. Majina naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ndio mbunge wa Kabuchai huko Bungoma. Mimi ndio mbunge wa speaker Wetangula na yenye alifanya mnajua. Si mnajua? Na hata mimi nilifanya mambo juzi, huyu Rigiji anajua. Na hiyo mambo Rigiji nilifanya nilikuwa tu quarter final. Mambo yenyewe inakuja. Pole sana familia for losing mom. Mom is love and mom is everything. Mesikia vile you have gone through and the church has lost a serious contributor in the bill of church. Tunawaambia pole. Jambo moja peke yake. Uko mahali natoka Western mzima. Nataka niwaeleze hapa tuko one term. It's one term because the entire system ya government 2 months ago tulikuwa na by election. Kwangu kwa constituency yangu my MCA died. When I stood strong with one term, I beat all of them hands down with their money. So money does not matter. What matter is your conviction and the people. And the people said one term and they have remained one term in Western. Tukiwa huko Western, sisi ndio Sifuna. Na leo sisi ndio Sifuna, Sifuna mwenyewe yuko hapa. Na Your Excellency Rigiji, sisi kama huko chini, nyinyi kama huko juu, tunataka tufike mahali tuchukue wewe, huyu speaker Kalonzo Musyoka, huyu Sifuna na wengine, tumufungie kwa nyumba na mpaka mkubaliane mtoke nje na kiongozi, tung'oe hii serikali na tuumiza hii. That one hatuwezi vumilia na tukapoteza chance ambaye we are supposed to do. Secondly and finally, katika kimila ya Waluya, kimila ya Waluya haiko tofauti sana na kimila yenu. Huwa tunawinda swara kwa msitu. Najua Rigiji, nyama ya swara ya msitu ni tamu sana. Tukipika hiyo swara tuwinde, kama tuko vijana wawili,
tuue swara, tuende tutoe ngozi, tuende tuchome, alafu mtu mmoja afukuze mwingine kwa hiyo swara yenye imechomwa na waliwinda wote, hiyo nyama wewe inakaa kwa koo na unakufa. Wewe uliunda swara bwana na mwenzako, baada ya kuchoma kuweka kwa meza amekuweka wewe nje. That's why Rick G, I was the only member of parliament from Bungoma na kutoka Kenya Kwanza nilikataa impeachment yako, because I believe in loyalism. Waluya na nyinyi, we have worked well before. Mheshimiwa Mwai Kibaki, a moment my brother, najua mimi peke yangu tusiongee Kikuyu. Mheshimiwa Mwai Kibaki amefanya kazi na Wamalwa na walimaliza vizuri, hakuna yule alifukuza mwingine. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hata kama alisumbuliwa, alijikasa kakaa na yeye paka miaka ikaisha yote. Mimi tukiangalia Mheshimiwa Kenyatta alifanya na Martin Shikuku, they worked well. Nataka kutoa same formula 2027. Hii mlima na hiyo chini tufunge, na tukue na leadership, hawa watu waishi vizuri. It pains me to see Honorable Uhuru Kenyatta atupatie linda mama, atupatie linda mama, atupatie edu afya watoto wakiwa shule. Somebody comes here and rapes all of them and wants to see maintains himself in power. We want the Auditor General to give the audit of the trip of Macron in Kenya. How much money was spent on him and how many patients are dying because of lack of drugs in the hospitals. That is what we want. Nimeona wabunge wenzangu wenye walikuwa before. Hata mimi nakaa kwa kiti ya Judy Jomo. Mimi ndio mbunge wa Pan African Parliament huko South Africa. Alikuwa nakaa kwa kiti yako ni tamu bwana. Nataka ujipange. Lakini vile unachipanga wale walipoteza. This is your message. Kama unasema hapo nje, mwanaume wanaenda kwa kichaka kidogo kutaka kujisaidia short call. Ndio utoe ujisaidie kwa short call. Angalia upepo inatoka wapi, inaenda wapi. Unaweza jiosha na yako mwenyewe. Sasa najua sasa hivi mmesoma map, mmeona where to go. Na vile tumekuja, the only person Rick G ambaye Waluya watakuachilia uongee na yeye ni Edwin Sifuna. Hakuna mlango ingine huko. Wengine tumeweka chini. Na Sifuna tukiweka wewe hapo, ukuwe na Rick G hapa, jaribu kuharakisha miguu ushinde Rick G kidogo. Lakini anajua kutembea. Na huyu Mungu wa amani si awabariki. Mimi nirudi Kabuchai, ninawapenda, tutarudi kuongea, tutakuja kama linda wananchi, tuombe kura pole pole, lakini mwishowe tutakuja pamoja tuone who becomes a leader of this country. Na huyu Mungu wa amani akawabariki. Asanteni sana. Asante sana, tumpigie makofi. Huyu mwanaume pia ni ndume. Huyu mwanaume ni ndume. Hawa ndio wanaume walisimama tukakataa finance bill ya mwisho. Asante sana mheshimiwa. Na ground yenu shika Rick G. Na hii meja. Hii ni ndumbe. Ana Rick G huko na jeshi. Haki ya Mungu, hii jeshi iko strong. Mbele ni kuzuri. Asante, Mungu wa amani akawabariki. Asante sana. Sasa tumsikilize mbunge wa Embakasi Central. Asante mheshimiwa Wadeto, familia ya Kanini, our church PCA led by our SG, our second deputy president, na wale wote tumekuja kusimama na familia. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Meja Donk, mbunge wa Embakasi Central. Embakasi Central ni pale Nairobi Kayole, na nafurahia kwa sababu nimefika hapa. Kabla nifike Kayole nilizaliwa Mukurweini, nikakaa huko
Watu wa Mukurweini wakakosa kunionea huruma, nikaenda Nairobi. Watu wa Nairobi wakanionea huruma, wakaniandika kazi. Sasa leo mimi ni mjumbe wa Nairobi, katasi ya watu wa Nairobi. Niseme Kanini, pole sana. I know the pain of losing a mother. Tunaweza sema mengi, but hiyo uchungu wewe na familia yenu nyinyi ndio mnaisikia. When I lost my father, I think late 2023, Mheshimiwa Kanini, wewe ndio ulikuwa wa kwanza wa waheshimiwa kufika. Nataka kukuomba msamaha kwa sababu leo mimi nimechelewa hapa, lakini unakumbuka nilikuwa baka nyumbani. Again, you know I'm your neighbor. Lakini chairman, why have you not incorporated me? Kwa hiyo chairman ya kwa hiyo chama hapo ndio na mimi nikae na matajiri wa Nairobi niweze kuelewa kidogo vile. Nasikia mimi nimetoka Mukurweini. So nikitoka Mukurweini nimezoea kutembea bila viatu, lakini Nairobi good. So familia yenu pole. Kanini, sasa mzigo ni mkubwa. Najua wewe ni mheshimiwa. Ukiwa mheshimiwa ulikuwa unauliza mama yako hata kama unataka kufanya kitu. From today mpaka hao wakubwa wako watakuwa wanakuja kwako. I didn't know this until I lost my father. Hata mimi niko na huko nyuma. Nimeangalia Euroji nikaona niko uko na huko nyuma na mimi niko na huko nyuma. But sometimes wale wakubwa wanakuja kwangu kuniuliza maswali yenye wangejibiwa na nani? So take the mantle, read the family well and make sure that umeiweka vile mama yako angefurahia. Niseme Mheshimiwa Kanini, tumetoka Bari. Tuingia, nilimpata bunge 2017. Akanionyesha njia kidogo kidogo. Tukaenda pamoja, alikuwa anataka kuniingiza kwa ilikuwa inaitwa Sky Team. Yes, alikuwa anataka kuniingiza kwa Sky Team. Nikakataa kuingia Sky Team. Wakakuja wakavuruga kidogo, akakuwa chairman wa budget. Akatoka Sky Team na mimi nikajoin, sasa ikiitwa Tanga. Yeye alitoka na mimi nikaingia. So wakati nilikuja hapa Kieni, I think Mahuri, Kanini akaniona nikiingia Matanga. Kaniambia kemudu woka kurehe mucene wa UDA guku wa Taga. Kimwira nani andũ aya makujira uria kuhana. So wakati nilienda hapo Kanini akakaa, tukiongea kidogo akanipea mic. Wakati niliambia hawa mama ati mimi ni wa Taga, ile makofi nilipigiwa hapa na mimi nikapata nguvu. Nikamwambia Kanini, sasa mahali huko unaenda nyumbani. Na mimi nitarudi na nitakalia hiyo kiti ya budget. Nikarudi bunge. Kiti ya budget nikakuja nikakuwa hapo member. Lakini sikuamini ati mimi sasa wengine wako serikali ndani kuliko mimi. Ile serikali tulikuwa tumetafuta na Rigathi Gachagua hapa tukizunguka. Kanini, afadhali ningekusikia, lakini kama ningekusikia ningeanguka. Unajua wale wote mmesimama hapa. Wale wote mlikuwa mmesimama hapa, tulikuwa na nyinyi. Na makosa yenu ilikuwa hiyo moja, kukataa kusikiza wananchi wanasema nini. Hiyo wakati wananchi walikuwa wanasema tutangatange. Saa hii wamejionea. Tunalia sisi wote. Kwa hivyo sasa najua mmesikia wananchi wamesema nini. Wananchi wachasema fanya nini? Sikiza ground. Kama wamesema sikiza ground, mkisikiza ground unajua mtatupata huko tena tuendelee. Mheshimiwa Sifuna, mimi nafurahi wewe ni senator wangu. Unatuheshimu. Nairobi umetuongoza vizuri na tunaendelea vizuri. Tunataka tukae pamoja, tusimame pamoja. Lakini chairman alisema ati sisi tukuje. Hapana. Hapana. Nyinyi ndio last born. Nyinyi mkiwa last born, si mmetupata tukiwa hapa. Sasa nyinyi mkuje tukae chini, tuongee hiyo maneno, na najua na mimi naogopa Sifuna. Najua watu wanakutafuta. Mimi ninajua hawa watu wanakutafuta. Hawakutafuti wakuue, wanakutafuta wakupe pesa. Wanakutafuta wakununue. Tafadhali. Hata kama itakuja pesa ngapi, tusimame na wananchi. Mimi najua wewe ni mwanaume na nakuheshimu, lakini mimi nataka kupeana warning mbele ya umati. Ndio sasa wakati utachukua pesa, ujue utaenda peke yako. Tunaumia bro. Tunaumia. You know what people of Nairobi are going through.
the demolitions that has happened in Nairobi. I know, you know everyone is crying. Vile Nairobi inaendeshwa, I know you know, na sisi tuko hapo. Na ndio ujue, panga mkutano ya Jakarada. Hata kama mimi niko pande hii hapa, mkutano ya Jakarada, mimi nitakuwa nimekaa hapo. Kwa hiyo mkutano ya Jakarada. So pageni hiyo mkutano ya Nairobi, kama leader mwananchi, nitakuwa hapo. Wadeto nakusikia. Ni sawa, unajua sasa nikikosa kuambia senator, na senator akikuja kuwe mkubwa. Mesikia Waluya amejipanga. Wakuja watafute Rigiji. Wajipange. Senator akipata bodyguard 20. Senator akipata bodyguard 20 ndamfikia wapi? Na nikiongea baya sawa. So kwa hivyo senator tuko salama. Rigiji pombe ulipigana nayo. Nimekwambia mimi ni wa Mkuruini na najua unajua. Leo kuna zikwa watu wawili. One of them my neighbor. Kwa sababu ya pombe baya. Mimi nashangaa hawa youth wetu watafanywa nini? This illegal pombe baya yenye ulikuwa umepigana nayo. Boss, tafadhali na muongee pia na kanisa. Watu saidie. Vijana wetu wanakufa on daily basis. Na wakikufa hawasemi imekuwa wamekufa sababu ya hiyo pombe. Lakini anakunywa pombe leo, kesho ama usiku hospitali. The following day amepass. Sasa boss, hiyo utuangalilie. The attack on churches na youth. Tafadhali kanisa simameni na sisi, wananchi simameni na sisi, vijana wetu wacheni kutumiwa, msikubali kuharibu kitu mkutano yoyote ya mtu, wacheni tukae na heshima, tuende pamoja na tusimame pamoja. Na mimi najua kwa sababu Mungu ako pande yetu na Mungu anakaa pande ya wananchi. Tafadhali wakati ukifika hapa mbele 2027 muhakikishe tumesimama na hii united opposition. Ya mwisho Ligiji JB Sifuna, unajua sasa wewe tushakufanya principal. Tushakufanya principal. Na wale wengine wenye wako hapa, I want to join what Mheshimiwa Karazinga has said. Hiyo nyumba mnafungiwa, mkikosa kusikizana tutachagua mwingine kutoka kwetu sisi. Kwa sababu pia sisi ni viongozi Karazinga, wakikosa kusikizana tutawaweka nje na sisi tukuja tutafute nini? Kwa hivyo tafadhali sisi tunaomba msikubali tufike 27 kama hamjasikizana vizuri, na tuhakikishe hii serikali imeenda nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki na awatendee mema. Poreni sana familia, may our mom rest in peace. Asante na karibu kwa inaitwa klabu ya mayatima. Mimi ni yatima na wewe ni yatima. Kwa hivyo sasa tuko class moja. Asante. Asante sana mbunge wa Embakasi, na nakubaliana na wewe hiyo maneno umeambia Sifuna, lakini mimi sitamwambia tafadhali. Mimi nitamwambia we dhubutu kuchukua pesa ya hiyo mtu. Sasa utajua vile tutaonana na wewe, hata nitaweka washuka kwa hiyo timu yangu. Haya, asante sana. Mbunge wa Manyata na gavana wetu mtarajiwa huko Embu, Bwana Mukonji. Tumpigie makofi. Alafu Kagushia kuja hapa straight. Kuja hapa straight, hata usiketi, kuja hapa ili utasikiza vile Mukonji anasema ili useme hivyo. Asante. Asante Mheshimiwa Ndeto, my brother Kanini Kega, the clergy, our boss Rigathi Gachagua, the people's deputy president, our very good friend, the former CS na party leader wa DP, and my mzee wangu kutoka kule Embu, Bwana JB Muturi, viongozi wote pamoja na watu ya Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu ya Nyeri. Ngevia ishara ngaine mwega na vende sionde. Mmepata salamu kutoka Embu. Mimi ndio naitwa Gitonga Mukonji. Nasikianga Sifuna akisema mimi ndio Sifuna. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. Mimi ndio mbunge wa Embu pale Manyata, pale Embu Town. Pia katika bunge mimi ndio chairman wa Young Members of Parliament. Na pia mimi ndio the incoming governor Embu County. In Jesus name.
Mimi ndio nataka kufukuza huyu mama, anasema yeye ndiye chairman wa UDA. Tufukuze yeye kabisa, hata haonekana mahali. And your excellency, tuko hapa leo kukushikilia, kuomboleza na one of your foot soldiers, Bwana Kanini Kega. Na Bwana Kanini Kega, we have a long history with him. Wakati alikuja kuitisha kiti ya Yala, His Excellency alinipea instructions, clear instructions, to mobilize wabunge wote wa Embu na tuhakikishe tumeshikilia Kanini Kega, na akapata hiyo kiti ya Yala. Na His Excellency akubagua kama Kanini Kega alikuwa Jubilee, alikuwa wananyoroshana huku ground, alihakikisha amemshikilia na akapata hiyo kiti. Tafadhali tupigie His Excellency makofi. Na tuko hapa leo kwa sababu ya kushika wewe mkono na kupea kitambaa ya kukupanguza machozi. Wakati umepea story yako, nimekumbuka mtoto yangu na yako anasomea shule moja. Na nikakumbuka tukiketi na wewe kando kidogo, ukaniambia your mom is not feeling well. Mimi sikujua maneno itafanyika hivi. But I want to promise you, Mungu wako na wewe and your wife and your family. Na wataendelea kukushika mkono. Ni pole sana kwa mimi kukuweka upande ile ufai, ukishangilia unatoroshwa. Lakini pia mimi ni mtu wa maniu. Kwa hivyo hata mimi ningekuweka hapo tu. Lakini ya muhimu ni kwamba your mom has left you a legacy. Even from how we can see the church here, tunaona vizuri sana huyu mama yetu wako kule mbinguni, ako upande ya kulia ya Mungu, na najua ataendelea kukuombea ile maneno yote unataka. Kanini Kega huku, Kieni huku, nasikia kulishikana kidogo after umeenda, najua utarudi in the name of Jesus. Na your excellency, because sitaki kuchukua muda mrefu, mimi niko na maneno mbili. Sisi kule Embu, sisi ni the most consequential area katika hii unit yetu ya Mount Kenya. Kwa sababu wale watu walikuwa nataka kukata, waseme sijui kuna east na west. Ile gate walipata pale Embu, walipata huyu kijana wa kujituma. Akawaambia hakuna kugawanya mlima, mlima ni moja na tunasonga pamoja. Na nikawanyorosha, nikawatwanga. Saa hii wanatembelea huko mapembeni. Embu is solidly behind Rigathi Gachagua. Na hiyo nasema without fear of any contradiction. Your Excellency, you know, it's good I say and I tell these people, ya kwamba kuna kitu inaitwa Finance Bill 2026 ambayo imetokea proposals juzi. And Your Excellency, yes, we are doing a lot of issues and speaking about everything. Lakini nimeona Kasongo amebadilisha tactic. Ameona akiguza vijana wanamnyorosha na wanamtembelea State House. Ameona akienda hivi atapotea. Lakini ametarget wakulima this time round. The Finance Bill 2026, among the most draconian proposal, ni kupiga tax katika every product yetu, horticulture, majani chai na kahawa, na iongeze ushuru na 5%. 5%. Hiyo ni kumaanisha, Your Excellency, we are getting into another level ya mkulima kufinyiliwa. Na mimi nataka kuuliza watu ya Nyeri, kwa sababu mko na wabunge huku ambao wakiwaambiwa waseme ngwe wanasema ngwe. Na mimi nataka kuwauliza kama mnataka ushuru hiyo ya 5%. Mnataka kuongeza ushuru ya ukulima? Wangapi wamekataa hiyo maneno ya ukulima, ushuru imekataliwa? Kwa sababu we cannot tax people anymore. I wonder where this tax is going to. Kwa sababu Kasongo is using 7 billion ku-host president ambayo nchi yake iko broke. France is broke. Lakini unamtengenezea red carpet na unatumia 7 billion Kenya shillings.
mtu ambaye amekataliwa na wale watu ambao walicolonize. Ile program yote ambayo ilikuwa imepangwa imekataa. And your excellency, please, na mimi naomba hii timu yote, Sifuna and your team, Linda Mwananchi, your team, your excellency, we need to sit together and have a caucus ya members of parliament. Tutaruka mpaka soma sotuko bunge. Hawata tax hizo vitu zenye wanataka tax size. Amekuja tena akatarget mtumba. Ati anaita kitu inaitwa presumptive tax. Ameongeza 5% ya nguo za mwananchi wa kawaida. Sasa ile suti nimeona imevaliwa na rafiki yangu pale ya kutoka Kikomba, tena itakuwa imeongezeka bei. Sasa there is only way we could have accepted that tax if Kasongo had made it possible for people to have manufacturing of textile and clothes here in Kenya. Miaka imeisha 4 hujafanya hiyo. Wachana na mtumba, tuendelee kuvaa kwa sababu hiyo ndio kitu tunavaa kama sisi wananchi wa kawaida. And your mwisho, your excellency, sisi tunataka kukuambia wewe ndio utaongea on our behalf hii upande ya mlima. Tunataka uongee na hawa wote ya kina Sifuna, na pole sana Osoti rafiki yangu, niliona vile ile video ilienda, lakini wakikuguza wajue hata ule Mungu anakutayarishia njia. Mimi walinishika wakaniita terrorist, wakanipeleka Kahawa, nikawashinda kesi. Hata hii uchaguzi inakuja tutawashinda in the name of Jesus. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Gitonga Mkoji. Kagusha. Asante sana. Umekuja wa mwisho. Asante sana Your Excellency, the clergy led by our Secretary General Robert Waihenya, familia ya our Honorable Kanini Kega, our friend. Tumekuja hapa siku ya leo kuwapatia bega la kulilia, kuwapatia pia your comfort, na tunawaombea peace of mind as a family, na tuko hapa kuwashikilia wakati huu wa dhiki, wakati huu wa faraja, wakati huu ambao mko na shida kama familia. Tumekuja kusimama pamoja nanyi, na kwa sababu sitaki kuongea mengi, ningependa kusema kutaja sana sana mambo ya uhusiano ambayo Kenya imeingia ndani yake sasa na France. Unaona France wamekuja hapa Kenya, wamesema wanataka kushirikiana na Wakenya, na wanakuja kwa bidii sana hawa watu wa France. Ningependa kusema hivi kwa sababu haya mambo niliyaongea Monday pale kwa Citizen, na nikaongea pia Tuesday kwa Inoro, na wale watu wa Al Jazeera wakaniona pale wakasema wanataka kusikia hiyo mambo, na Wednesday tukaongelesha dunia yote kuhusu haya mambo katika Al Jazeera. Nataka kusema hivi, Macron na France wamefukuzwa kule West Africa. Macron na France, na niseme hivi, France is like a beast. Netada mathia fururi ucio utwarithagio ni hinya uraumaga Africa. Le France wanapata nguvu kutoka Africa, na ile nguvu ambao wamekuwa wakipata kama energy na mambo kama haya wanapata hapa Africa bila kununua, wanatoa kule West Africa. Wakikuja Africa wanakuja wanashika kiongozi mmoja, wanatumia huyo kiongozi, wanampatia nguvu, wanampatia utajiri, kisha wanamtumia yeye kufikia resources za hizo nchi. Mkiangalia pale Niger ama Niger, waliingia pale kama miaka 80 wakawafanya colonization. Wamekuwa pale wakichukua mali yao ya kwenda kupower their industries na pia country yao. Na nakwambia kama France wanaweza toka Afrika, ile nchi itasimama. Sasa kule West Africa wamefukuzwa. Niger in 2021 walisema hawataki troops za kutoka France katika nchi yao. 1500 troops zikakuwa expelled na wakatolewa huko. Na wakati walipokuwa wanajaribu kukataa, vijana walitoka kwa barabara wakaenda wakachoma embassy ya France na wakaweka bendera ya Russia katika embassy yao. Ukienda Burkina Faso, yule kiongozi ambao walikuwa wameweka kule France, walimweka pale. Wananchi wameandamana wakamtoa, na sasa hivi wanaongozwa na amri jeshi na kiongozi wa kijeshi katika kuu. Ukienda Mali, ukienda many countries kule West Africa, wote wamekataa France. Wamekosa pahali pa kwenda, na sasa wanatafuta pahali ambapo wanaweza kuchukua kiongozi mwingine wamuinue, ndio tena wachukue mali ya hiyo nchi. Na pahali wamepata ya kupotelea ni hapa Kenya. Na ndio maana tunasema sisi, we are not an opportunity to France, we are the last option.
that they have. Ndio maana wamekuja hapa. William Ruto amewashika mkono, wameleta hapa military yao. Mnajua hapa the last 2 months tumekuwa tukiona wakileta hapa their military artillery in Kenya, na vile wameleta hapa William Ruto, ile mikataba ambao wamesign ambao hamjaambiwa ni kuwa wale troops ambao wameleta hapa na ambao tunaona ni kama mercenaries, hata wakifanya makosa wakiwa Kenya, wale troops wa kutoka France hawataweza kushtakiwa Kenya. Wamepewa kitu inaitwa immunity. Na sisi kama wa Kenya, na mimi kama mbunge Mkenya, ninataka kuangalia yale mambo more critically. Na ndio maana Your Excellency, lazima tusimame sisi kama wabunge tukatae ule uhusiano, kwa sababu ule uhusiano hauna faida kwa sisi kama wa Kenya hata kamwe. Uhusiano ora nduri na faida kuri ithuĩ ta andũ wa Kenya nĩ gũka ũroka kuoya resources citũ nigetha mathiĩ magatwarithie thĩ ya France nigetha andũ a kũu matikone thĩna, no ithuĩ tũtigwo twĩna thĩna, na nikio ũhoro ũcio tũraregana naguo. Na mimi nataka kusema tunasimama na kiongozi wetu Rigathi Gachagua, na tumesimama naye kuanzia mwanzo na tutaendelea. Na Rigathi Gachagua, pahali unatupeleka sisi kama Mount Kenya na kama nchi ya Kenya, hapo ndio tutaenda, kwa sababu hata imejitokeza vizuri. Wewe ndiye msema kweli. Wakati ulisema wanataka kuongeza mafuta na 40 shillings waliongeza. Your Excellency, tunagoja sana sasa utuambie pia wanataka kuongeza ngapi, kwa sababu sasa wameficha mafuta na tunaona kweli wanataka kuiongeza. Tunakugoja tusikie ile mwelekeo wanataka kwenda. Tunakuheshimu na sisi tutakufuata nyuma, na wewe kile utasema ndio tutafuatilia kama Mount Kenya. Asante sana na Mungu awabariki. Tumpigie makofi, asanteni sana. Kucontrol hiyo group haikuangi rahisi. Sasa ningetaka kumuita ndugu yangu Kanini, lakini Kanini, kabla ushaongea, huyu rafiki yangu Sankok tulikuwa tumekaa naye hapa jirani. Na kwa sababu labda hataweza kukuambia, ameniambia kama watu wataombewa yeye hatatokezea, atasema ni kwa nini. Asante sana. Asante sana. Our SG, umeona yule mtu ya makosa kabisa, si mimi, ni elder. So in a special way, you know, Your Excellency, in 2022 wakati tulienda kwa uchaguzi sisi tukaanguka. Sorry. Nilienda bunge kuomba kura, na ile kiti nilikuwa natafuta ni kiti ya Iyala. Kukakuwa na kazi ngumu sana. It was very difficult. Very difficult. And one of the reasons that I am a member of parliament in Iyala is because of your intervention. And not just myself. Karobia and I. Na ni vizuri kusema ukweli as it is. Beneficiary ya intervention yako in that East Africa Legislative Assembly, it is Honorable Karobia and myself. Those are facts. So hata kama Karobia anaweza kuwa pande ile ingine anajua kabisa kura yake kuingia kwa Iyala ilipitia kwa mkono wa His Excellency Rigathi Gachagua. And since he is my good friend and my younger brother, nataka nikuite. You are my good friend Karobia. Nataka nikuite sasa. Kuja karibia. Oka. Mwanake huyu twahonokire ciarira nake uyu. Twahonokire ciarira uyu. Riria andu aya angi macokaniriire makienda gutuikia nja tandu akirima. Nake His Excellency Rigathi agituma timu yake akimera riu turenda mundu andu aria tugura mathurwo ni Kanini na Karobia. Koguo ndugamita ndirarugama na uira ati we are grateful. Karobia no aremwo ni kwaniririo ni arianirira, no aremwo ni kwanirira, no deep down his heart he knows ati no amunyitiriire. Karibu sana mheshimiwa, and thank you so much for coming to stand with us. Asante Kanini, the House of the Clergy, the second Deputy President of the Republic of Kenya. Atongoria aria twinao na kanitha wa Macakaya, Ngai ni mwega na hindi ciothe. Wa mbere njukire kuumiriria family ya Kanini, tondu Kanini ni murata wakwa
na riria twacagurirwo giti kia ubunge kia East Africa mundu uria ndonire tungitirithania na mundu ungi ni mentor maundu ma function cia bunge ndonire ni Kanini uyu turaria ruthiomi rumwe na andu akieni na andu aguku Nyeri no ndimwire hari Kanini mwina mutongoria mwega na itanathie muno otoria ndaugire hingo ya macakaya. My dedication to your family is Psalms 34 verses 18, that God is near those who are heartbroken and he saves those whose spirit is crushed. Kanini ithu no tutinde tugikura nitugukuhoera mwina ciana cianyu no tutinde tukiuga nituri mungetagia tondu ni mutige turi mami wanyu no hore wa ama. God is going to fill the void that your mother has left. And as I said wakati wa maombolezi, if you didn't count yourself lucky, going forward start counting yourself lucky as a family, because the passing of your mother is actually gaining an angel in heaven. So pole sana, Ngai wa moyo amwe hinya, na kindu kiria ni ngiuga ni ati twita atongoria tukorwo tukimenya legacy iria tungienda gukaririkanwo nayo ni iriku. Let me ask this. Tulikuwa na rais alikuwa anaitwa Jomo Kenyatta. Nginya umuthi uyu ungioria andu aria mari kuo hingo iyo matingikwira Kenyatta riria ari kuo augire atia. No makwire Kenyatta ni akire KICC, ni akire mabarabara na ni akire maundu maria mangi. Wakati Moi alikuja mpaka wa leo nikikuuliza Moi alisema namna gani, ndungiririkana kile ugire. No uririkane ati nitwanyure iria ria Moi. Tukakuja Kibaki, no turiganirwo muno maundu maria Kibaki ugire, no nitukuririkana ati alitengeneza barabara ya Thika Road, tukasoma masomo bora na tukakuwa na afya mzuri. Tukakuja Uhuru Kenyatta, tunaweza kumbuka sana Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na linda mama, alitengeneza hii barabara ya Nyeri, alitengeneza vitu mingi. Sisi kama viongozi ambao tumepewa majukumu na wananchi na taifa letu, tweyorie tukaririkana na ciugo iria andu matagiririkana kana tugiririkanwo ni undu wa ciiko iria mundu ekete. The true legacy of a leader is the impact that you leave, not the words that you say. Mungu awabariki na andu a Nyeri ndimwendete na Ngai na mundu sawa na Ngai amurathime na bururi mwega. Asanteni. Thank you. Turekanĩire tumahe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Turekanĩire andũ aya maumĩte kũraihu na mokĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ na ithuĩ githĩ tiguo, githĩ tũtithiĩte wega. Rĩu ndĩrenda tũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Narok, etagwo the geopolitician, etagwo David Ole Sankok. Na David Ole Sankok ũyũ njarie na Gĩkũyũ nithiĩte nginya gwake mũciĩ nginya kwao, no ũndũ ũrĩa wamakirie nyina nĩ Mũgĩkũyũ wa Mũrang'a. Nĩguo kana tiguo? Nĩkuo. Karibu sana Honorable Sankok. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasifiwa wakati wowote. The House of Clergy, Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, rafiki wetu ambao tunampenda sana, the Right Honorable Justin Muturi ambao alikuwa speaker wetu, Your Excellency Edwin Sifuna, na viongozi wengine wote ambao wako hapa. Niko na heshima sana na nimetoka huko Narok kulete rambirambi yetu wa Masai kwa sababu ya ndugu yetu Kanini Kega na familia yake. Kanini Kega anaitwa James Mathengi, na ndugu yangu pia mwenye nilikuja naye sijui ako wapi hapa, anaitwa Mathenga lakini kwa kwetu tunaita Masenge, na angoli yangu anaitwa Leuri lakini huko kwetu tunaita Seuri. Najua hatujui kupronounce namna hivyo. Kwa hivyo Your Excellency the Deputy President, unasemanga sisi ni mashemeji. We are more than mashemeji.
sisi ni mandugu, sisi ni madada, sisi ni uncles, sisi ni brothers, na sisi ni mchanganyiko maalum na Wakikuyu. Na ndio sababu nimekuja kusema pole watu wa Kieni, pole watu wa Nyeri kwa kumpoteza mama wetu mzazi. Ya pili, nataka kutuma ndugu yangu Edwin Sifuna pamoja na Karogo wa Vangwa ya kwamba nimesikia pale Senate ati mko na bill mjadala ya kutoa constitutional rights ya Uhuru Kenyatta ya pension. Sisi tukiwa Jubilee, the former president Kibaki tulimjengea nyumba. Siku hizi tukiwa Kenya Kwanza tunaona aibu bado Uhuru hatujamjengea nyumba. Sasa badala ya hiyo ati tunataka kuchukua constitutional right yake. Ambia Cherargei, hiyo sio nia ya Kenya Kwanza. Hiyo ni maono yake mwenyewe, na ni maono potofu na ni maono ya kujinga. Na mwambie awache hiyo ujinga kabisa. Your Excellency na ndugu yangu, sisi tulichaguliwa Iyala na wale former MPs. Hata mimi nilikuwa former MP kwa miezi 4, lakini tukiwa na Kanini na wengine tukaponea puchupuchu, tukapata ile ya Iyala, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu akutupatia pale. Na mimi nilitumia tikiti ya UDA na niko UDA mpaka saa hizi. Lakini unajua mimi ni mfugaji pia, mfugaji wa kuhamahama. Na tabia culture ni ngumu kutoa kwa mwili. Na kwa kusema kweli hiyo tabia ya kuhamahama, tulikuwa KADU, tukaenda KANU, tukatoka KANU, tukaenda LDP, tukatoka LDP, tukaenda ODM, tukatoka ODM, tukaenda UDM, tukatoka UDM, tukaenda URP, tukatoka URP, tukaenda Jubilee, kidogo Jubilee, tukaenda Tanga, UDA, Kenya Kwanza, sijui tuko broad based government. Sasa sisi wafugaji wa kuhamahama tunaangalia tu pale mvua iko. Na mvua kwa siasa ni nini? Wananchi. Mvua kwa siasa ni nini? Wananchi. Lakini mimi niko UDA, lakini ya ulemavu silipi ushuru na import vehicle duty free, hata sababu mimi ni mlemavu niko na benefit mingi kwa sababu ya hii mguu. Na hii mguu mimi siandangi ati reverse kama gari, hata mimi naenda tu mbele, naenda tu na swa kidogo. Lakini Your Excellency, hii ndio jembe yangu ya kazi. In fact, the House of Clergy ndio tayari nimekaa pale akisema pokea, alafu chuma kuruguru, alafu mguu ikuwe straight, ndavunja na nyundu. Hii mshahara ni mtamu. Asante. Sasa Nkoko. Sasa nataka kumwalika kumkaribisha Mheshimiwa Kennedy Kalonzo. Mheshimiwa Kennedy Kalonzo, tuko na yeye na nasikia jina hilo ni gani? Huyu ni kijana wa be with my brother here who we have enjoyed working with, and I was very encouraged when I came. I don't know if that bishop is here, who talked to us about Jonah. Katuambia power is temporary, so musijali sana. But let me also tell my brother something that a lot of you may not know. When he was the chair budget, alikuwa tuangalii vizuri. Sasa kajikuta na sisi. So malipo ni hapa duniani. So kwa hayo mengi, I really want to pass my condolences to the family. My father, our party leader, would have liked to be here. He was traveling,
but he sent me with Senator Manzo, so at an opportune time he will speak. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Kalonzo Kennedy, asanti. Na mwisho pia kwa Yala, nataka sasa nimkaribishe Mheshimiwa Zipora Kering. Zipora Kering tulikuwa naye bunge from 2013 to 2017, na pia ameleta ujumbe, ametumwa na speaker wetu, Speaker Joseph Takrutimana. He could not make it, so karibu sana Zipora. Asante sana, the second deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, House of Clergy ikiongozwa na Daktari Robert, wajumbe wote wa Yala na wa National Assembly, wakaaji wote wa sehemu hii, familia ya Mama Ana kiongozwa na Mheshimiwa Kanini Kega ambaye ni rafiki mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nimekuja hapa kofia ya kwanza ni mimi binafsi pamoja na nyumba yangu. Kofia ya pili ni ya speaker wetu kule Yala ambaye alinipigia simu jana akaniambia angependa mimi nimrepresent na kusoma speech yake ya condolence to the family, and that is basically what I've come to do here. So wacha nianze kusema mimi binafsi pamoja na nyumba yangu ninasimama mahali hapa kutoa pole zetu kwa familia ya mama wetu Ana ambaye ametuacha. Kanini, pamoja na nyumba yako na siblings wako, poleni sana. Kupoteza mama ni uchungu sana, kwa sababu tunajua wakati baba aliondoka 20 years ago, huyu mama alisimama na akawa mzingi katika hii familia. Ndiposa hata mtu kama Kanini awe kiongozi ni kwa sababu ya ushauri wa huyu mama. So Kanini, I have come to say pole. Wakati tulienda Yala, tulichaguliwa na huyu Kanini, tukawa commissioners kule Yala, na tukafanya kazi kwa pamoja na tukasikizana pamoja. I know mambo ya politics, lakini urafiki dumu. Hata huyu speaker, the first time he came to Nandi was under my invite. Akaja akajenga kanisa na bado tunashukuru Mungu. Sisi kina mama, vita yetu si kwa sababu si ndio uzaa watu wa chama zote. Kwa hivyo watoto wetu ni wetu. Kwa hivyo ninasema pole. Kwa hivyo kabla sijasoma ya speaker pole yake pamoja na wale viongozi wa Yala, muniruhusu nitoe pole sa dada yetu Winnie ambaye alikuja juzi nyumbani. Nitoe pole sa Falada Iman ambaye yuko kule Egypt. Nitoe pia pole sa Hassan Omar, pole sa Shaban. Hawa ni wabunge ambaye tunajumuika pamoja kule East Africa. Kwa hivyo pokea kuja juzi nyumbani wengine na wale wengine hawakukuja. Hivyo nikienda kusoma condolences sa niona natoka kule Nandi. Mimi ni mwokofu katika kanisa kule Kapsabet Diocese. Mimi pia ni mama na mimi pia ni mwanachama wa UDA. Kwa hivyo naenda kusoma message. This is to Honorable Kanini Kega and to the family member of Yala, Arusha. Dear Honorable Kanini, message of condolence following the passing on to glory of your beloved mother, the late Mama Ana
Ndung'u. I am deeply sad together to learn the passing on of your Ndung'u on behalf of the East African Legislative Assembly and on my own to you and your family during this painful and difficult time. Of a family, a source of confidence, love, wisdom, guidance, and strength, whose care sacrifice all the family together through joyful and difficult times. Hardly described as a love and presence are fully incredible. As you mourn this great comfort and strength in the unforgettable moments you shared, continue to live on through the family. May the this difficult my good friend Senator Karungo Wathang'wa. Niko kau. Niko kau. Thank you very much. Nasi tumeongea. Tumeongea, lakini nataka kuwashukuru kanisa. Sijawahi ona hivyo. Na ni vizuri sababu mmefanya vile Biblia inasema. Sababu kama hawa watu hawangepatiwa nafasi, hatungejua wanafikiria nini, ama ni werefu, ama ni wajanja. Sababu ifukulia thimo kama hariga 10 chapter 17 kama hariga 28 kaugite kilimo kenge kirira kionekaga ta gikiugi. Kogwa ria mari ithe tutiamenya kuria turi. Kogwa ni thengio ni gutuheaga kaito twahota kuoneka tukirite tuone turamenya maundu no riu no amenya aria maramenya maundu na aria mataramenya. Yangu ni kusema pole sana kwa Kanini Kega, rafiki yangu sana. Kabla sijaita maseneta wenzangu dakika mbili, sababu Kanini Kega ni murata wakwa muno, twamenyanire ona atatwikite mubunge ndamwikagira campaign guku muiga njukite kundu kuingi muno, PC ona ni njukite DMC ria ndarutaga wira Kameme, uriki wa Wachira Kin ni ndari MC, no mutuirainie daguku no njukite kugura mburi kwa murata witwa wa Njohi urarugama seneta guku, koguo guku ni njui na njui ura kuhana na njui muraiga one term, koguo na ndigutinda ngikeria hau. Kwa hivyo hiyo mimi najua, lakini your excellency, wacha tu ni seme jambo moja kuhusu huyu mbunge wa Yala, sababu ni wa kwetu Kiambu, anaitwa Karobia. Unajua ile maneno amesema hapa, mimi nakubaliana na yeye. Sababu amesema
tuangalie rais vile amefanya. Akahesabu Jomo Kenyatta, akakuja Moi, akakuja Kibaki, akakuja Uhuru, akafikisha hapo. Hata ile mtu yake ana support hajamtaja. Unaona? Lakini wacha nimsaidie. Umesema tutakumbuka Jomo Kenyatta sababu alijenga KICC. Tutakumbuka Moi alileta maziwa. Tutakumbuka Kibaki alileta barabara Thika Road na kwingine. Tumekumbuka Uhuru sababu amefanya mambo mingi sana. Wacha nikukumbushe ile tutakumbuka huyo rafiki yako. Tutakumbuka Ruto aliua Gen Z. Tutakumbuka Ruto ameleta SHA, watu wetu kwa hospitali hawana dawa, hawatibiwi. Tutakumbuka Ruto sababu yeye anashika watu, abduction, watu wanajificha sababu hawezi kuwa wakiongea. Tutakumbuka Ruto alitutolea rigiji yake ya nani. Kwa hivyo yake ni mingi, ni vile sina muda na sitaki kuongea sana. Hiyo yote tutamkumbuka, na ndio maana tunamwambia yeye hata kama ni nini, yeye tutapeleka nyumbani. Na ndio maana mara ya mwisho ni wakumbushe ati sisi vile Kanini Kega ametuambia ni wa Arsenal na timu nyingine, muda umekaribia wa wale watu wanahama kutoka kwa timu hii wanaenda kwa timu hii, wanatoka Arsenal wanaenda Man U, wanatoka Man U wanaenda Southampton. Hata siasa wakati umefika, wale watu watoke sijui wapi wakuje DCP. Sisi tunasema kama DCP sio mtu tu yeyote ambaye atakuja tunakaribisha. Itakuwa maswali tutauliza. Tutakuuliza wewe, wakati ya abduction ilikuwa inafanyika kwa nini haukuongea? Utuambia ati nilikuwa na kakazi kidogo, chairman sijui wa board gani, ndio nilikuwa nimekaa hapo na ngoja. Kwa nini haukuongea wakati huo? What makes you think ati ukipatiwa kiti hata saa hii utarudi kufanya hivyo tena? This is the time we are saying we are looking. It will be the first time a political party will tell a candidate or an aspirant, wewe rudi kwenye mulikuwa, tunawapeleka nyumbani pamoja na huyo mtu wenu. That's what we're gonna do. Sipitishe hapo. Siniite maseneta. Dakika mbili sisi ni watu chapu chapu. Hata ashasimama. Yes. Thank you. Senator wa Makueni, Dan Maanzo. Asante sana. Mungu ni mwema, nafanya namna hii. Mungu ni mwema na kila wakati. Pole sana kwa rafiki yangu Kanini Kega, kwa kanisa na kwa the People's Deputy President Rigathi Gachagua. Poleni sana watu wa huku Nyeri. Niseme mimi nilijuana na Kanini Kega tukiwa university na tukakuwa marafiki zaidi wakati tulichaguliwa 2013. Na wakati ulikuwa ukienda Yala, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alisema Wiper yote mchague Kanini Kega. Na ukachaguliwa kwa National Assembly na kwa Senate na ukaenda Yala. Na ukazidi kuwa rafiki yetu. Sababu wewe ulisimama sana na wananchi wakati ulikuwa unatumikia watu wa huku, na nimefurahi sana nimekuona sasa uko na Rigathi Gachagua. Hapo ni sawa? Na kuombea bado kura. Maana yake huyu kijana mimi na yeye tuko mambo mingi. I lost my father about 20 years ago and 2 years ago I lost my mother. Kwa hivyo uko na kibarua kubwa sana ya kulinda hii familia. Na sababu mimi najua umechunga mama yako, Mungu amekuachia baraka. Kwa hivyo ndio nakuombea kura. Mtampea Kanini Kega arudi mahali yake. Asante. Niseme ile ingine, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakati walikusumbua Kalonzo Musyoka alikasirika sana. Nikapigiwa simu nikaambiwa tunaitwa zote watu wa Wiper. Watu wa National Assembly wakaambiwa mchunge huyo mzee anahangaishwa bure. Watu wa Senate tukaambiwa. Unajua kule alikuwa Kibani Ichungu amesema ati baada ya mwezi mmoja utakuwa umekwisha. God has proved him wrong completely. Na Kalonzo Musyoka akatuambia mkimsupport atakuwa na nguvu. Maana yake ametendewa mabaya. Kule watu walikuwa na hogwa pesa 10 million ndio liletwe pale Senate. Hiyo tukasema hatuchukui, tunakaa na our cousin na mambo ikawa sawa. Na sasa unaona kama si wewe Rigathi Gachagua, Ruto angekuwa rais. Uongo ni mbaya. Inji wewe host president ndio unalipa kila bill. Ndio umesikia 7 billion shillings imeenda na watoto wetu hawako shule. Kwa hivyo tunaomba wewe speaker wangu hapa Muturi, Kalonzo Musyoka,
Martha Karua, sasa tuko na Sifuna. Hiyo timu yote ishikamane ndio tuweze kuokoa hii nchi. Hii nchi inahitaji kukombolewa. Na niseme tena Kanini Kega, manake naona muda umesonga, ya kwamba pole imetumanwa kubwa sana kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na amesema tusalimie watu wa mlima. Umepokea salamu ya Kalonzo? Nifanyie namna hii. Asanteni sana, tuko pamoja, tukomboe hii nchi. Mheshimiwa Rigathi, simama kidete, komboa nchi. Nimetoka huko kotini, kesi inaendelea mzuri. Hii kesi wanaanguka. Na tutaenda mpaka Supreme Court na watakulipa pesa yako. Watakulipa pesa na wananchi hawa nchi watakulipa pia kwa kusimama na Wakenya. Asanteni sana. Asante, pigeni makofi. Twende mpaka Vihiga. Senator Godfrey Osotsi. Wengine wanasema Ososi. Your Excellency Rigiji, my good friend JB, former speaker, na familia na kanisa, hamjambo? Hebu nisalamie kwa hewa, salamu ya mama. Mimi ndio Godfrey Osozi, mimi ndio senator wa Vihiga, na wale wanijui, mimi ndio ule senator muliona Kasonga alituma watu wake wanivamie kule Kisumu, lakini bado niko hai kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Yangu ni kusema tumekuja hapa kuambia ndugu yetu Kanini Kega pole. Huyu Mheshimiwa Kanini Kega pamoja na Excellency Rigiji, sisi tulikuwa wabunge kwa bunge la 12 chini ya Speaker JB Muturi. Kwa hivyo nimekuja kumwambia pole. Lakini la muhimu zaidi ambalo limefanya mimi pamoja na Senator Sifuna tuko hapa na pamoja na Kalasinga ni kwamba huyu Mheshimiwa Kanini Kega 2022 yeye alisimama imara na baba Raila Amolo Odinga. Aka campaign hapa Central na Kenya mzima akisaidia Raila Amolo Odinga. Na sisi roho ya baba imekujia ikatuambia lazima tukuje hapa tuseme pole kwa Kanini Kega kwa sababu ya ile effort aliweka kwa baba. Wengi ambao walikuwa wanatembea na Kanini Kega kwa hizo machop, mnawajua hawako hapa kwa sababu wamechukuliwa na roho mbaya ya Kasongo mpaka wanasahau marafiki. Lakini sisi tumekuja hapa kusema pole kwa Kanini Kega. Alisimama na baba mpaka akapoteza kiti yake. Huyu Kanini Kega angeanguka kura, but he sacrificed kwa mzee Raila Amolo Odinga. Na mimi am very certain kama baba angekuwa hai, mngemuona hapa leo, siku ya leo, akiomboleza na nyinyi kwa sababu ya rafiki yake Kanini Kega. Jambo la pili, Mheshimiwa Kalasinga amesema kwamba kule magharibi mwa Kenya sisi wote tuko one term. Na nyinyi hapa muko aje? Hebu onyesha hiyo kidole hata kama tuko kwa kanisa. Tuko hivyo. Na nikiangalia hapa mlima, ile mchezo ambayo Kasongo anafanya hapa ndio ile anafanya kule kwetu. Unajua kule kwetu aliandikishana mkataba na Mudavadi na Weta, wakasaini wote. Mheshimiwa Rigiji anajua, akasema 30% ya serikali itakuwa jamii ya Waluya. Akasema watajenga barabara kilomita 1000 ya lami. Akasema watajenga factory 5 kule kwa kaunti zote 5 za Waluya. Hajafanya chochote. Badala ya hiyo, mnaona kila wakati anaenda huko anazindua miradi, ingine amezindua hata mara 5. Na haijaanza. Haiko hata kwa bajeti. Contractor wanakuja wanatoroka. Kwa hivyo huko sisi tunasema one term kwa sababu ya hiyo uongo.
na badala ya kutupatia maviwanda, viwanda yetu kubwa kubwa ameiuza, na yeye mwenyewe ndiye amekuja kununua. Nzoia Sugar, Mumias, Busia Sugar amechukua. So we have no reason sisi kusema two term. The only thing amemanage, na hiyo pia amefanya hapa kwa mlima, kwamba amenunua wabunge. Ako na wabunge lakini hana wananchi huko. Ni kama tu hapa ama namna gani? Si hivyo? Jambo lingine, Mheshimiwa Meja Dong, rafiki yangu, umeongea vizuri. Sisi tunakubali hiyo mambo umesema, lakini ngoja kidogo, kwa sababu sisi wale ambao tunasema linda mwananchi kwa ODM tuko na sababu. Kwa sababu Kasongo ameangalia akaona lazima uwe upinzani hapa Kenya, na chama kikubwa cha upinzani ni ODM. Ameingia ukule, amenunua watu na mapesa, wanaanza kuimba mambo yake. Sasa wakati wanaimba mambo ya linda ground, na sisi wale ambao tuko na roho ya baba Raila Amolo Odinga, sisi tunasema linda mwananchi. Sasa tena ako na wabunge lakini hana wanachama wa chama cha ODM. Ya mwisho, Mheshimiwa JB Muturi yuko hapa. Unajua JB Muturi kama sio yeye, mimi ningepitia tabu sana. Kwa sababu ile bunge iliyopita tuna watu walikuwa wanataka kunitoa bunge. Nilikuwa nominated MP, nikaenda kotini nikapata orders, lakini bado walikuwa wanataka kunisukuma nje hata bila kupitia kwa sheria. JB Muturi alisimama imara, akasema lazima sheria ifuatwe. But JB Muturi, while you are away, our parliamentary democracy is dying. Bunge haina sheria tena. Bunge haifati standing orders. Na maspika wamekuwa dictators. We are praying that we come back to power. We get Kasongo out of power, to return back parliament to where it belongs. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, upigeni makofi. Thank you very much Senator Osotsi. And finally tukimaliza Senate ndio tuongeleshwe na Rigi G. Tuko na the one and only Senator of Nairobi, Senator Edwin Sifuna. Pigeni makofi. Sisi tunaongea haraka haraka tukimaliza. Karungu aanze kuzoea maprinciple. Kwa uongozi wa kanisa ambao uko hapa, kiongozwa na Daktari Waihenya, moderator wetu, familia ya ndugu yetu Kanini Kega, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Munaniona vizuri? Wale mama zetu wa Women's Guild, munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Na Bwana moderator pamoja na viongozi wa kanisa, kila wakati ambapo niko katika eneo la mlima huu, lazima nielezee nchi nzima nafanya nini kwa mlima, kwa sababu siasa zetu ni mbaya sana. Katiba inasema tuko na uhuru wa kuzunguka Kenya mzima, lakini nikikuja hapa watu wa fitina kila wakati wanaanza maneno mengine. Kwa hivyo, kwa sababu mimi nimechaguliwa na wananchi na kila wakati naulizwa nieleze mambo, nitaeleza. Nataka niwaelezee kwa nini niko hapa. Nikiwa Sifuna, mimi ndio senator wa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Kama katibu mkuu, mimi ndio niko na register ya marafiki wa Raila Odinga. Na Raila Odinga hakuwa na maadui kwa sababu yeye alikuwa mtu tofauti sana. Hata mungekosana leo, rafiki yetu mwingine alikuwa anaitwa Moses Kuria. Kila siku alikuwa anachokoza baba, lakini kesho unampata wanakunywa chai na yeye. Bwana moderator, mimi ndio niko na list na register ya marafiki wa baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nimekuja kumfariji mmoja wa wale ambao natambua kama rafiki wa mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nitawaambia ni kwa nini.
Mheshimiwa Kanini Kega alipoteza kiti yake kwa sababu ya kuunga mkono Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na yeye hapa Nyeri, tulikuwa na yeye hapa Kieni, tunazunguka hapa, tunajaribu kuomba kura za hiyo Rigiji ametufungia bwana. Na ule rafiki yake mwingine, unajua Rigiji, kuna vijana wako hapo bunge wananipelekanga na mtaratara pole pole. Kina Karungo Wathangwa wako hapa. Kuna ule rafiki yangu mwingine ninasikia umemtuma London, anaitwa John Methu. Kuna huyu wa Kirinyaga ananifunzanga mambo ya agriculture, nitasema hapa, anaitwa Kamau Murango. Waliniambia saa hii Sifuna ukikuja kwa mlima, hata kama unajua Kikuyu usiseme, kwa sababu kuna mkora alizunguka hapa akiimba mwadhani ya gosho Muriega. Wacha wa Kikuyu wajue tu wewe ni Mluya na hujui Kikuyu, lakini uwaambie ukweli, maana kila Mkenya anatambua lugha ya ukweli, si ndio? So niko hapa kwa sababu ya Mheshimiwa Kanini Kega. Mulikuwa mmetufungia mbaya, lakini Kanini Kega alikuwa anasema twende tu. Hii shida yote Kanini yuko ndani kwa sababu kusupport ODM, kusupport Raila Odinga, na nitapea mfano mbili. Ya kwanza, huyu Kanini wakati yako chairman wa budget na Uhuru ni president, na huyu Justin Muturi ndio speaker wa bunge wakati bunge ilisema chama cha ODM kilipwe pesa chini ya Political Parties Act. Muturi, nakumbuka ukitoa ruling kama speaker ukasema kama koti mahakama imesema tufuate sheria, sheria itafuatwa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akapigia huyu Kanini Kega. Mimi kama katibu, you know you cannot challenge me on issues of ODM. Kama katibu, I can swear on the Bible, when Kanini Kega was the budget chair and when Justin Muturi was a speaker and Uhuru Kenyatta was the president, ODM used to receive 500 million shillings every year towards the debt that we are owed by the register of political parties. Hiyo pesa nilikuwa naiona, ndio tulikuwa tunazunguka hapa kusukuma hiyo mtu yenu ya agosho, lakini bado mkatubwaga. Marafiki wa baba wako hapa wengi. Yule Priscilla Nyokabi tulikuwa tunazunguka na yeye hapa kwa Mrima, tunajaribu kutafutia baba kura. Caroline Karugu alikuwa deputy governor. Niko na hii majina yote. Justin Muturi ni rafiki. Haya, nimeona hapa rafiki yangu anaitwa Masi Gakuya, alikuwa mbunge kule Kasarani. Masi Gakuya alianguka kura Kasarani kwa sababu ya kusimama na baba. Na wakati huo, hiyo maeneo yote walikuwa naimba UDA. Nimeona Jude Njomo hapa, hata sijamuona muda mrefu. Omwami pole bwana. Hiyo shida ni sisi tulikuweka ndani. Mheshimiwa Peter Mwathi, I am so happy to see you guys. Hiyo shida ni sisi tuliwaweka ndani. Niko na mmoja hapa, rafiki ya baba, anaitwa Pauline Njoroge. Nataka asimame tu. Pauline Njoroge, wakati baba anazunguka huku kutafuta kura ya AU, yeye ndiye alikuwa anatembea na baba, anamsaidia kufanya mambo yake ya communication. Mpigie makofi. Ni msichana ya Mrima. Kwa hivyo, mimi Mheshimiwa Rigathi, najua mahali marafiki ya baba wote wako. Kwa niaba yangu mwenyewe Mheshimiwa Kanini Kega, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, pole sana kwa kumpoteza mama yako. Na nimefurahi, nimeona, unajua kuna kitu nimejifunza hapa, moderator na kanisa la PCA, ule umoja ambao uko katika Women's Guild. Nilikuwa naona hawa mama zetu wakibeba mama yako, wakimleta hapa, kuashiria ule umoja na upendo ambao wako naye. Sijaona katika jamii nyingine yote ama katika kanisa lingine kina mama wetu wakibeba mwenzao. Na unajua hii casket ni nzito bwana. I could see our mothers. Sasa nasema Mungu awabariki sana kwa huu umoja wenu. Muendelee kuombea hili taifa kama kanisa la PCA. Na vile wenzangu wa kutoka Western wamewaambia, kule hakuna kura ya kasongo. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok. Unajua huyu Sangok? Tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini. Ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya kasongo. Amesema yeye mwenyewe. Hakuna kura. Hakuna kura ya kasongo. Kwa hivyo nataka mkue wenye ujasiri. Mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanalinda mwananchi, ndio wametutuma hapa mimi, Ososi, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Pauline kuwaambia kwamba hatutatumika sisi kupatia kasongo ati arukie kwa dirisha pale na paka tayari tumeiweka kwa kona. Haitawezekana. Na tuna sababu zetu. Unajua huyu jamaa, hawa wa kanisa ndio wamemuingiza kwenye hii inaitwaje hii uongozi. Alikuwa yeye anasema yeye ndio
anaamini Mungu, ati kina Sifuna sisi ni waganga. Tukijaribu kuingia church bwana, sisi tunakuja na 250,000 nasema hii ni ya kushona uniform ya kwaya, yeye anaingia na 5 million. Nasikia jameni, hii tutaweza kweli? Saa hii yeye ndio mwenye kukuja mpaka kanisani kule Witima, anapiga tear gas ndani ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki, bishop wangu hapa anaitwa Archbishop Muheria, kwa sababu Muheria akubaliani na yeye, kanisa Katoliki imemfungia mlango. Wanasema Bishop Muheria pia ni mkabila. Sisi kama Wakatoliki tutasimama na kanisa letu na tutasimama na kanisa la Mungu pahali popote. Ndugu yangu huyu seneta wenu wa Kirinyaga ananipeleka polepole, ananiambia pia mambo yenu ya agriculture na ukulima imeingia shida, kwa sababu Kasongo amefanya mambo yake vibaya. Soko ya majani chai ile ambayo mlikuwa mnauza Sudan imepotea, ile mlikuwa mnauza Iran imepotea. Ananiambia wakora wake wamefungulia wamefungulia wale wanaingiza mchele hapa. Watu yenu ya Mwea sasa nasikia sijui imefika ngapi, 50 ama ni ngapi, 60, na ilikuwa huko 85. Kama Murango ndiye ananiambia hivi vitu. Mimi hapo Nairobi tunasema ni shamba la mawe, mimi si mkulima. Hivi vitu ni ukweli ama Murango ananidanganya? Ni ukweli. So tunasema ameshindwa na kazi. Sisi tunataka turudishe ile hadhi ambayo wakulima wetu walikuwa nayo, kwa sababu hiyo ndio nyinyi mlikuwa mnategemea. Kwa hivyo mimi nataka nikamilishie hapo, niwahakikishie. Unajua wanasema kwa Kizungu the proof of the pudding is in the eating. Sijui kwa Kikuyu tunaweza semaje. Mimi najua kwa nini mnatushuku, na nitawaambia kwa nini mtatushuku. Mumesikia viongozi wengi wakiongea vile kina Sifuna wanaongea. Kuna watu pale ndani ya ODM walikuwa wanasema siwezi onekana na Kasongo. Sasa yeye ni waziri. Kuna wale walikuwa wanasema kama vile sisi tunasema hatutanunuliwa. Walinunuliwa, walipigwa mnada kama mbuzi tu. So najua kwa nini hata mimi nikisimama hapa saa hii niwaambie hatutanunuliwa, hamuamini. Kwa sababu Wakenya wamezoea kudanganywa. Wakenya wameona watu wengi ambao walikuwa wanafikiria wanaweza weka matumaini ndani yao, halafu kidogo kidogo wanawageuka. Mimi nataka niwaambie, wacha tungoje. Wacha tungoje. Kule Western niliwauliza kati yao na mimi, wacha tuone nani atatoroka wa kwanza. Na nataka nirudie hapa nikiwa Nyeri. Wacha tuone kati yenu na nyinyi na mimi na sisi wanalinda mwananchi nani atatoroka wa kwanza. Mumenyamaza ni kama nyinyi mnajua. Mnajua. Moderator, ya mwisho, Mheshimiwa Rigiji, kuna jambo ambalo lazima nikuexplainie. Sisi wana ODM ambao tulikuwa kwa competition na nyinyi, watu wa Kenya Kwanza, tukipata mwanya ya kuweka kati yenu, lazima tungeitumia. Sasa wakati impeachment yako imekuja, wacha nikwambie tu ukweli. Mimi ni SG wa ODM. Naangalia naona hapa hao watu wawili wameanza kugombana, wacha tuongeze sisi moto wakozane, wao ni shauri yao, si hao unajua pale ontoana. Kweli tu kweli nataka niulize hapa Nyeri. Mlikuwa mnataka nifanye nini kama SG wa ODM? Si nilikuwa nitafutie chama yangu nafasi, si ndio? Na si unaona Kasongo ameingia kwa shida. Si unaona Kasongo ameingia kwa shida. But Mheshimiwa Rigiji, let me tell you. We are convinced that there is no other formula. Before God, there is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So, whatever needs to be done, kama ni kusameana, wacha basi tusameane tu. Lakini haiwezekani tumpatie huyo ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Niguo. Basi hiyo ndio mwisho, nimemaliza. Asante sana bwana moderator. I want to make a very difficult request because you have really given us time to be able to have this conversation. But nilikuja na baisikeli nyingine haipendi mvua. Na walituambia huyo mwendeshaji ya kwamba tusipotoka hapa 3:30 itakuwa ni ngumu kurudi Nairobi, na kesho tungelala, lakini kesho tuko Kisii. Mheshimiwa, you know, we are burying the mother of our colleague Senator Onyonka and we really have to leave. Sio kusema ati tunataka kukosea kanisa heshima. Sisi ni wanaheshima. And I want to assure you, and you can hold me to account, because these proceedings are being streamed live. I will follow those proceedings. Na next time ukikutana na mimi uniulize nilisema nini kwa Kanini Kega. Nisipopata unichape kiboko. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you. Makofi kwake Senator Edwin Sifuna. Thank you very much.
Mi naona tutamalizia hapo. Tuwashukuru sana kwa hiyo muda umepatia. Mheshimiwa Sankok, huyu Cherargei mwenye analeta hiyo motion ya Uhuru, hiyo we don't take him seriously. So kule hata haitafika mahali. Kituona hapo Sifuna, Osotsi na wengine, we will never even allow that thing to be on the floor of the house. Kwa hivyo usijali. I think our Deputy Governor of Nyeri, so that now you can invite AG Muturi and then Rigiji tumalize hii maneno. Thank you very much for giving us time. Asante sana Senator Karongo Athang'wa. Your Excellency, the Second Deputy President of this great county of Kenya, the clergy led by Dr. Ihenya, all the leaders present, Senate MPs, familia ya Kanini Kega, na wale wote wamekuja kuboleza na familia ya Kanini Kega, hamjambo. Gaine mwega, na ere shiothe, wabere ndimwire jitago kinanire, wawarowe, nidetwa Deputy Governor, na umuthi jikirite gofia igire, gofia mwe Your Excellency, ni ya Governor, Mutahi wa Kahiga, na ya kere ni ya kinanire, urogia aha, wabere jire familia poreni sana, nikutikon familia anyu. Mheshimiwa Kanini Kega tulikuwa naye jana na Governor, na akakwambia hata kuja leo, na akanituma, akaniambia nimwakilishe. And that is why I'm here to give my condolences as well as the condolence of His Excellency, the Governor, Dr. Mutahi Kahiga. Since I've already given my condolences to you as a family, His Excellency, the Governor, Dr. Mutahi Kahiga, had given a message of condolences, which Your Excellency, I'll read as written by Dr. Mutahi Kahiga. And this is the message to the family of Simon, led by Kanini Kega. To Mheshimiwa Kanini Kega, the Ndung'u family, the larger Mutito family, clergy, relatives, friends, and all who have gathered here today. On behalf of my family, and on behalf of the county of Nyeri, I stand with you today in deep sorrow as we mourn the passing of Mama Ann Nyatoro Ndung'u, who peacefully rested with the Lord at the age of 83 years. We give thanks to God for the life He gave us in Mama Ann, a life lived with dignity, faith, and unwavering devotion. For many years, she served faithfully as a devoted member of PCA Women's Guild, embodying values of prayer, service, and Christian fellowship. Her commitment to the church and to her community was a testimony to all who knew her. Mama Ann was first and foremost a loving mother of 6, ward of children, and a cherished grandmother to many. The love she built was a place of refuge, discipline, and grace, and values she instilled continue to bear fruit in our children, grandchildren, and beyond. Mheshimiwa Kanini Kega, and to the entire Ndung'u family and Mutito, I know that one feels more in the face of such a loss. Yet, we draw comfort from the assurance of God's words found in Psalms 34 and verse 18. The Lord is close to those who are brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. May you find strength in this promise, and may peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and minds during this time of mourning. As we lay Mama Ann to rest, we celebrate a life well lived and legacy that we endure through her family and the many lives she touched. May her soul rest in eternal peace in the presence of her Maker. Poreni sana, our thoughts and prayers
are with you, respectively submitted by His Excellency Dr. Murimutai Kega, PhD, EGH, Governor of this great county of Nyeri. So that is the message, Mheshimiwa, from the Governor of this great county of Nyeri. He had another assignment at the Senate, and that is why he went. He has already conveyed that message to you. Your Excellency, as I stand here and give the condolences to the family, my only assurance I'd like to give you is people may be asking, where is Kinanire? Where does he belong? Kinanire belongs, you know, they say a vehicle having no number belongs to who? It belongs to a thief. So we have a number, and my number is Wamunyoro Express. That is my number, and I have to say it here. That is my number, and I'm not changing that. The next I'll say is, when Kanini talking about the people who are vying as governors, I could not stand because I'm already the deputy governor. I could not stand. But what do you expect when you are the deputy headmaster? What do you expect? What do you think the deputy headmaster is thinking? Now, when you are the deputy governor, what do you think the deputy governor is thinking? To go home or to become the governor? To become the governor. You have said it. Now, it is on my honor and privilege to invite Light Honorable J.B. Mutuli to come and give his condolences. At the same time, invite His Excellency. Karibu, Light Honorable. Your Excellency, Gachagua, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy led by the SG, Dr. family, as well as condolences of my party, which I lead, the Democratic Party of Kenya. I join everybody in condoling with you. And as I said on Tuesday, I'm never in the habit of purporting to be a preacher, notwithstanding the many verses of the Bible that I can call that to be appropriate for this occasion, because Dr. Wehenya, I believe, is coming to give us that particular aspect. But let me say this, because the church has been so gracious to us as political leaders, and knowing those of you who know my disposition with regard to order. In fact, the title of my book is The Fight for Order. We must also be fair during certain occasions and observe time. Surely 3:30, having started here past 10:30, is long enough. And I think we needed the family also to hear something from the church. So I want to plead with ourselves that I will not, contrary to expectation, I believe, that I make a long speech about where we have come from, because many of you have spoken. I'm sure we can be able to piece together what has come from the various leaders that have spoken before me. Suffice to say, those of us in the opposition, styling ourselves the United Alternative Government, Honorable Sankok, have only one duty:
to maintain our unity, because you see, we understand the other side very well, very well. Regarding being there, I haven't been there. You know, we know what the plans, Pale. So we know that the plan is to maintain, to make sure that this group disintegrates. But I can assure you, this group will remain united. And if you see any one of us, na ndio ningetaka tu kuuliza wananchi, kwa sababu kila pahali tumetembea, hivyo ndivyo wananchi wametuambia, lazima tuwe pamoja. Na yule wetu mmoja ambaye mtaona akitangatanga huko peke yake, ati iko na jambo lingine akuja kuongea ambalo zio la umoja wetu, mjue huyo ni msaliti. Any one of us that begins to chart their own course independently is a traitor to the people and a traitor to the cause that Kenyans have adopted, which is to get rid of bad governance. We are united in making sure that we get rid of bad governance, restore order, the rule of law, and constitutionalism in this country. That is our clarion call, because many of the things that we are talking about, kahawa, kilimo, whatever, we can make whatever good plans. Ricky G here, as deputy president, he did the things that some of you spoke about, fighting illicit brews. He's the one who was steering the reforms in the agricultural and tea sectors. But you see, once you bring in bad leadership, greed, personal greed into leadership, yote inasambaratika. Our commitment is to ensure that we bring and restore good governance in this country. Reverend Waihenya, I do not intend to pass any further message. And I also want to be the one that maintains order by making sure that I don't speak for more than 5 minutes. Ladies and gentlemen, as I pray that the soul of our mother rests in eternal peace, we pray to the Almighty to give comfort and solace to the family of Ndung'u. With those few words, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to request some of you, please, not the church, to be upstanding. We invite His Excellency Rigathi Gachagua to make his address. My brother. Thank you. Tafadhali tuketi. Our Secretary General, Dr. Waihenya, the moderator, and the church, the family of the late Mama Anna, wakiongozwa na mjumbe wetu Kanini Kega, marafiki wote wale wamefika na viongozi na watu wa Mwiyogo na Keni, hamjambo. God is good and all the time. Our Secretary General, myself and yourself are not really lucky because watu wameongea mpaka watu wamechoka. Sasa mimi nikiwaongelesha wamechoka. Wewe ukihubiri, they are already tired. So mimi sitaki niseme mambo mingi kwa sababu we won't listen to the sermon. And sisi ni watu ya PCA. Kwa hiyo moderator, sisi tutakaa mpaka sermon iishe. Mpaka tuende vestry tumalizie hapo kama watu ya PCA. Kwa sisi ni watu ya mtaratara. So sisi tunataka tusikize sermon
Mine, Mheshimiwa Kanini Kega and your family is to say pole. Tumekuja na handkerchief kupanguza nyinyi machozi, kusema mama apumzike vizuri. You have done well, take care of your mother. From what I have read, I didn't have the privilege to meet her, but she was a woman of integrity. Nilisema jana pahali nilikuwa kwa matanga hapa vijijini kwa village pahali mimi nakaa. Ukitaka kujua mtu iko na integrity, ni yule amepewa treasurer ya matanga, ya kanisa, ya harusi. Nimeona mama alikuwa treasurer ya kanisa. That is a confirmation. She's a woman of great integrity. Wewe ukisikia kuna mtu anapropose kuwe treasurer, uanze kufikiria mambo yako iko namna gani. Hii kwa kijiji mambo ya treasurer si iko namna hiyo. And people know, they know each other. You know this world is very small. Unasikia nani atakuwa chairman? Huyo treasurer anasema huyo hapana, wacha tupatie fulani. So she was a treasurer, she's a woman of integrity, amefanya kazi ya kanisa, and most important, amelea kiongozi. So we are grateful that she has brought you up well. Na ule mama alipiga Kanini naitwa Jambi, asante sana. Ulitusaidia wiki Kanini angetusubua sana. Kumchapa kidogo ndio akae laini. Si Jambi nilimwona hapo. Nitakutafutia kitu ya kukula, ulifanya kazi mzuri ya kumchapa kidogo. Ndio akae sawa sawa. Na nitachukua namba yako ya simu, akinisubua mbele nikutafuta uchape tena. So sisi tu hatuna maneno ingine. I would have said many things, but time is gone. Nataka nitembee kidogo. Nilikuwa nimetuma Kanini Kega huko London wakiwa na Medho waniakilishe, ndio tukapata hii msiba. Akarudi Medho akabaki, mimi naenda huko kesho. Dada matomete matemeji rakati huo. So naenda huko, alafu nikirudi I'll be around hapa mwezi ya 6 hapa Nyeri 1 month. Nataka nikuja tupange mambo yetu. Lazima tupange mambo yetu, because we have a problem in Nyeri. Tuko na shida. Hii kazi ya devolution, kazi bado. Lazima hii maneno ya governor tuketi tupange vizuri, si ndio? We must this time, hiyo maneno siwezi waachilia. I have a responsibility to this county. Lazima tupangane vizuri. We must get a worker. Mtu atafanyia watu ya Nyeri kazi. Ile mapenzi mumenionyesha mimi na kuniombea na kuniunga mkono. How do I give back to the people of Nyeri? Is to make sure we get good leaders who will work for the people of Nyeri. That we must do. So mimi nitakuwa humu, na kwa hivyo nitatembea na kuja tuongee. Mathina ma county no itu ni njega muno, na nirutite atongoria bata muno. Muthuyu gwitwo Jomo Kenyatta anyitirirwo ni andu a Nyeri. Mwai wa Kibaki niwe wari Minister of Finance. Dan Kanidego niwe wari Governor wa Central Bank. Ignatius Nderi niwe wari Director wa CID. Isaya Mwai wa Mathenge niwe wari PC wa Rift Valley. Eliud Mahehu wari PC wa Coast. Matua Mayari ICDC. Gina wa Karode yari Railways and Hambas. The people who held Jomo Kenyatta and made him succeed were the people from Nyeri. Great people from this county. We have had great leaders. Field Marshal Dedan Kimathi, Professor Wangari Maathai, General Julius Karangi, Joseph Kenywa. Great leaders. But we have had our fair share of traitors. Akunyaniria ruriri guku gwitu county ya Nyeri. O uria twina atongoria ega, andu abata na andu ega 98%. Kirima giki gitu tukunia turia turu muno tumete ku, and we must fix it. No ginya to fix tondu kiwaru kimwe no kiorie ki kunia ni undu wa haria turi na ni undu wa kwibanga mbere. No ginya akunyaniria ruriri othe aria meguku Nyeri, aria matubangagira gathogo kibango ria kunina Gikuyu, akimomora nyumba citu Nairobi, akiuraga ciana, andu aria maceraga nake makimugagira ngemi, makimwiraga uria mundu wa bata.
andu acio no nginya na tutire na uru na mundu no akunyaniria ruriri ara twina uguku Nyeri tukiuraga nyoka turaga hamwe na ki hau mwe tayari nie njuge andu akieni mahitia makwa ni maingi ta njohi ya mutu Gathogo no ni ndamurehire gathuri karia getagwo Wainaina no ni ndakarehire ni mwandekera gwika mahitia ti uru ni gwikate gwika mahitia ti uru ni gwikate. Most of these fellows I helped here in Nyeri, I did very embarrassed myself because they are an embarrassment to our county. A member of parliament in parliament akizungumuza zote tunaangalia chini kwa aibu. So we are going to fix those problems. Woko Kieni, we must fix that problem. Kati huo. Yeah, huyo mzee lazima aende nyumbani. One way. He must. Yeah? Huyu senator naitwa Matinga, one way. Si ndio? Huyu mama county nasikia ameenda South Africa, aelekea kae huko. We must fix Nyeri. Na mimi nataka nipongeze MCAs wa Nyeri, wamesimama kidete. And I don't want the people of Nyeri to punish these MCAs for whatever failures by the county government. Hao wabunge wa MCA niliwaambia wasitoe fujo kwa gavana, kusikue na kelele Nyeri. Sasa vile kazi haiendi vizuri wanalaumiwa. I want to ask the people of Nyeri to be kind to these MCAs. They have brought peace in Nyeri na kazi imeendelea vizuri. Wasibebeshwe mzigo ambaye si matiga kuirio murigo utari wao. Wa mwego shiro ta wa mwega na wa mundu shiro ta wake. Koguo murore wira wa MCA ni uriku matiga herithio ni mahitia matari mao. Uri ohetitie aherithio. Uri otekete mahitia arekerwo nigetha tuhote guthie na mbere. Nie di kwenda gukiria hau wendo kumwira atiriri gutire burete kagate na mutikamake Gathogo ndimutindikite ararira tambia nyitirutho mutego na gutire handu angegerera na imwana icio ciuma ha cietagwo Sifuna nitukuruta wira nao niguo. Yes, na ndamwira atige guthiira ndege ndamukania athiagire guku thi ta ithwe mwicire yeithio ni ndege tutangihota kugura tuge ucuhurwo kuma iguru kato tigo cuhurwo ndamwira mwanake ucio ndamutara ndamwira tuthu mwanake munini na we na igweta muno Kenya na andu aingi ni marakwihoka na bururi ni urakubatara karuge kaurathie nako we utikane nake ithio tuthiagirwo guku thi na tia tutingigura rwigi no tuoe na tuthie no bururi ni uratubatara na twina mutimia na ciana ndera mwanake ucio ndamwira we mwanake muriwe na twana tunini tigana na ndeto icio ndamwira kandi ndamwira uru tondu ni ndikire muthuri wira akwa ni nguona kabere ni ngororo oguo ngona gatuma ngagwa ndirona gatuma kandi agute ndirona gatuma ndaugite ndona mwanake ya wa yara. You know, it is good for me because Kanini is here. The elections of Iyala ndio ilifanya mimi nijue Ruto alikuwa ametupangia kama hati ya mlima. Tulimchagua lakini alikuwa na kisu ameficha nyuma. Alikuwa anataka tumpatie panga ya uongozi atumalize. Sasa tulienda pale Ikulu, kulikuwa na uchaguzi wa Iyala. Viti 9 tukagawana. Viti 5 kwa Kenya Kwanza. Viti 4 kwa Azimio. Kanini akaenda akagombea kiti moja kwa Azimio. Na sisi tukaweka huyu Maina Karobia kutoka Mlima. Huyu mama Zipora Keringi rafiki yangu. Nilikuwa nimemwahidi nikiwa Nandi ya kwamba alipoanguka nomination usiende, tutakusaidia. So sisi tumeenda, Kasongo akasema kuliko tuende kupigana kwa bunge, situfanye uchaguzi within, tusikisane watu wetu 5 ni gani.
Mimi nikasema ni sawa. Akina Ichung'wa wakapanga nini. Hii Ichung'wa nikakunia tangu zamani. Sasa wamepanga na Kasongo. Kasongo akasema tuchaguane. Sisi tulikuwa tumetoka uchaguzi. Watu ya Rift Valley na ya Mlima tuko kitu kimo. Na we have the numbers. So mimi sikuwa naona iko shida. Yazbora Kelinga akakuja, wakale wakampigia, watu wangu wakampigia, akapita. Mwingine akakuja, akapita. Sasa walikuwa wameambiwa wajitetee. Maina Karovia akaamuka kujitetea. Akijitetea makofi napigwa na kila mtu. Nikajua mtu yangu amepita. Kura kupigwa, huyu Karovia akaanguka. Kumbe Ruto alikuwa ameita wa Kalenjin, akaambia msipigie Karovia, mpigie mtu mwingine. Wakaangusha Karovia. Nikauliza Ichung'wa, what is this? Akaanza kumbe walikuwa wamepanga na Kasongo. So akapanga na wa Kalenjin to make sure hakuna mtu ya Mlima Kenya ameenda Yala. So mimi nikamuuliza, wewe president, nikatoa uso mkali, nikamuuliza wewe William Ruto, viti 5 ya Kenya kwanza ati hakuna moja ya Mlima, na tulikupatia 47 ya kura. Ni mimi nitaambia watu ya Mlima nini? We gave you 47% of our vote. Hii viti natakiwa tuchukue 3 ama 2 out of 5, but we want 1. Hiyo moja umetunyang'anya. Nao Wakalenjin wako siri, wanapigia Karovia makofi lakini wampatii kura. Na Kasongo wamepanga na Ichung'wa. So sisi tukakuwa tumekosa kiti. So mimi nikajiuliza, nikienda Mlimani nitaambia watu nini? I told Kasongo, no, it's not possible. Akaniambia, wewe Rigathi, pana lete maneno mingi bana. Si kura imepigwa hapa. Tuheshimu kura. Nikamwambia hii kura hata kama imepigwa naona tulipangiwa. Akaniambia no, wacha ikae namna hiyo, wacha waende bunge ipite namna hiyo. Nikamwambia no. Akaita Kindiki. Wewe Kindiki, hebu gereza Ligiji asikoroge hii maneno. Hii Kindiki ni mtu bure. Yes sir. Sasa akaniita kando Kindiki. Deputy President, vile rais amesema wacha iende namna hiyo. Nikamuuliza Kindiki, my brother, what do we tell the mountain people? Out of 5 seats we have nothing. Kwa Kenya kwanza. Na sisi ndio tumeingiza hii mtu amekuwa rais, na wabunge wale wengi ni wetu na tumeshindwa. Na ni wabunge wa Kalenjin walipanga wakaangusha mtu wetu. Na sisi tumepitisha huyu Mkalenjin Zipora Kering. Watu yangu wote wamempigia kura amepita. Nikasema hapana. Saa hiyo wabunge wangu walikuwa watu wazuri. Wakatoka wote. Hakuna mtu anaongea na mwingine. Kasongo wakajaribu kuwaongelesha, wakatoka wakaenda straight to my office. Nikafika huko nikawakuta. Huyu msichana mdogo ya Kirinyaga, huyu Kasheri, akanishika tai. Akaniambia, wewe Rigiji ulituambia tuamini hii Ruto. Sasa hii ni mambo gani? Karibu hii watu wanipige. So mimi nikakaa nao nikawatuliza. What do we do? Saa hiyo Ruto akajua tumekutana. Akanipigia, wewe usibadilishe hiyo maneno. Wewe Rigathi, sisi ni kitu kimoja, tumepiga kura imeisha. Please don't try to interfere with what we have agreed. Nikamwambia rais, I cannot promise you, but let me look into it. So tumeongea na watu yangu, tumesikizana. We overturned that thing. Nikasema sasa, hii Azimio pia wamepangia Kanini. Kanini ni wetu. Sasa vile Ruto wametupangia, watu ya Azimio wamepangia Kanini, tutapitisha Karovia na tupitishe Kanini. Hapo ndio Kanini aliponea. So wewe Kanini uliponea Kasongo kusaliti sisi. Kama angetusaliti ungezama. Sasa nikaambia watu yangu, you are the majority, kwendeni bunge mfanye campaign. Go and overturn that thing on the floor of the house. Wakaniambia niwasaidie kidogo, nikapanga maneno nikawasaidia. Wakaenda bunge wakakoroga, uchaguzi ikafanywa. Huyu Karovia akakuwa mbunge na huyu Kanini akakuwa mbunge. That is the day Kasongo made a decision to get MPs and bribe them to start undermining me. Akajua huyu Rigiji akiwa na control hii wajumbe ya Mlima atakuwa shida kwangu. So akaanza kuchukua hii wajumbe, kuwapatia pesa wakiwa na Ichung'wa, kuwatoa kwetu mpaka akakuja akatufukuza. But nilijua alikuwa ametupangia hata kabla hatujachagua yeye. Hiyo kitu ya Yala ndio ilifanya mimi nijue.
So wewe Maina Karofia, as you sit with Kasongo, that is your enemy. Isipokuwa ni mimi nilikusaidia na hii wabunge, ungekuwa huko nje. But the choice is yours. Roho ya mtu inakula kile kitu inafanya nini? Roho ya mtu ile akiria gwekata. Koguo mundu cia tubangeire tene na koguo na ithuĩ nĩtũkũmũbangira. Mũkungi akorire ũũ kuisha maneno tubange kahora na maũndũ maitũ nĩmakwagira. Mimi nimefurahi sana because pia tumekutana na watu ya PCA. We were with you on Monday. This is our church. We are very happy. I was very happy. Nimeona mchungaji wangu, my parish minister Gorano Parish, the Reverend Moses Ndicho, nimeona ako wendani. Andũ awenda ni mwego ne ndakera nĩ inyuĩ mũtungatĩri nĩ mũmũrorete tũmakaitu wake ndĩrona nĩ tũibuega mũthiĩ na mbere na kũmũrora nĩ mũtungatĩri mwega mũno. Ndio ithuĩ nĩtũroraga atungatĩri mũno, tunaangaliaga mchungaji akitoka hii parish akienda hii, tukona ka tũmakaini tũraikara wega ka nĩ aranjia gũtunĩhia njũĩ. Koguo andũ awendani nĩ twakena, mumechunga Reverend Ndicho mzuri sana. So niĩ ndikwenda gũkĩria hau, nĩ tũgũkwaria ndoka muthie na mbere na gutuhoera Ngai. Atimia Guild, poleni sana kwa kumpoteza memba wenu, poleni sana. Ana kwa hii kanisa hii ya mama, siku ya tariki 7 ile wiki ya Women's Guild, nitapatia mheshimiwa Kanini pesa aletee nyinyi kwa sababu ya mama, ile week ya Women's Guild ile on the 7th, so that we support our women because it's what we must do. Nĩguo andũ aitũ inde ndio ke twarie maũndũ maitũ ke tutikakiria hau tondu mutu nĩ twahitia mũno na wachungaji. On behalf of the political class, please accept our apologies. We have really exceeded your patience. You are very nice people. Secretary General, nataka niombe msamaha, please forgive us. Tumekosea na hatujafanya vizuri. Hata mimi nilikuwa na mambo mingi sana ya kuambia hii watu, lakini wacha niwachie hapo so that we can let the SG deliver the sermon, alafu tupumzishe mama. Gabi tu amurathime na mweke wega. Nĩ mũrĩũka kũnjerera wa Mũnyoro? Nĩ mũrĩũka? Mũgoka rĩ? Mũkarehwo nũ? Kanini ũyũ? Nĩ ũyũ wa Mũnyoro kweli? Asanteni sana. Gabi tu amurathime na mweke wega. Thank you. It is a good moment that we had also to give the leaders to have that time to console the family.